Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena katika chaneli hii ya ushonaji. Somo letu leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni hii ya babo. Gauni ya baluni, gauni ya puto. Hii gauni juu huku ni bastia lakini chini sketi yake imejaajaa hivi kama puto. Leo ndo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni hii. Na kuomba usiache kucomment, kulike, kushare na washonaji wengine na wenyewe wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe channel yangu ili usipitwe na video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Kwa somo hili tutatumia nusu kiwiliwili, lakini kutokea hapo kwenye mstari wako wa tumbo utaacha nafasi huku chini isiyopungua sentimita 10 ama inchi 4. Sasa tutaanza kwa kuingiza mstari wetu wa chini ya nyonyo. Alafu utakuja hapa kwenye ncha ya bega, utatoa sentimita 1 ama nusu inchi. Utaweka alama namna hiyo. Alafu utatengeneza kavu mpya ya mkono. Alafu utakuja upime. Kutokea hapa begani, utapima sentimita 4 ama inchi 1 na nusu. Utaweka alama namna hiyo, alafu utasquare mstari uje kuungana na huu mstari wako wa kwapa. Utakuja hapa kwenye mstari wa chini ya nyonyo, kutokea kwenye mistari yako hii ya dots, utatoa sentimita 1 kila upande. Upande huu utatoa sentimita 1 na upande huu utatoa sentimita 1. Alafu utaunganisha na kwa huku utaunganisha kwa mistari ya curve namna hii. Kutokea hapa kwenye mstari wako wa kifua utapanda juu sentimita 3 ama inchi 1 na robo, utaweka alama. Kutokea hapa kwenye mstari wa kwapa utapanda juu sentimita 5 ama inchi 2, utaweka alama. Alafu utatengeneza mstari wa curve. Alafu utachora mstari kutokea hapa unapanda huku shingoni. Utaupeleka tu wewe unavyoona inafaa. Kwa hiyo kutokea kwenye huu mstari ulioupeleka huku utatoa sentimita 1 ama nusu inchi, utaweka alama. Alafu utaunganisha kutokea hapo mpaka kwenye hiyo alama namna hiyo. Utachora mstari namna hii. Alafu utatoa hapo sentimita 1 ama nusu inchi kama hivi. Then utarudisha huo mstari kama hivi. Baada ya hapo utakunja huu mstari. Alafu utaubebeshea kwenye mstari huu wa dots hapa namna hii. Ukishabebesha hapo, wakati tunaanza nilisema huku chini utaacha nafasi isiyopungua sentimita 10 ama inchi 4. Sasa kwenye hiyo nafasi hapa kutokea kwenye mstari wako wa tumbo utapima sentimita 8 ama inchi 3, utaweka alama. Alafu utatengeneza mstari wa curve mpaka hapa tumboni. Sasa ili usichanganyikiwe kwa sababu kuna mistari mingi, haya maeneo ambayo ninaya shade namna hii ni dots hizi zinatakiwa kuondoka. Alafu utakuja kutokea hapa utatengeneza mstari wa curve ambao utakuja kuungana na huu mstari wako wa kifua. Hapa kipande chako kipo tayari, unaweza ukakata, lakini tutaanza kwanza kwa kufungua dots hizi za tumboni. Alafu utafungua hizi na kuzifunga. Alafu hapa utakuja kwa sababu hizi dots zitaondoka, maana yake kuna nafasi hapa itapelea. Natakiwa upime hivi portion, alafu urejeshe hizo dots huku pembeni. Alafu utapima na hapa. Kwa kipimo chako cha kifua kitaanzia hapa, alafu utamalizia kwa kurekebisha huku pembeni.
Kabla ya kumalizia kukata, utafunga na hizi dots hapa pamoja na hizi. Ukishafunga hapa dots zako, unaona hapa pana kasoro kidogo, utarekebisha hapa. Kwa hapa tayari una vipande vyako vya mbele. Ukija kwa kipande cha nyuma, kama tulivyofanya kwa kipande cha mbele, kutokea kwenye ncha hapo ya bega utatoa sentimita 1 ama nusu inchi, utaweka alama namna hiyo. Alafu utaunganisha mstari wako mpya wa kwapa kama hivi. Alafu utakuja utapima kutokea hapo kwenye mstari wako mpya hapo wa ncha ya bega, utaingiza sentimita 4 ama inchi 1 na nusu, utaweka alama. Utasquare mstari mpaka hapa kwenye mstari wako wa kwapa. Kutokea hapa utapanda sentimita 2 ama robo 3 inchi, utaweka alama. Alafu utaunganisha moja kwa moja mpaka hapo mwisho kwenye mgongo kama hivi. Alafu huu mstari wa dots utaurefusha namna hiyo. Kipande chako cha nyuma hapa kipo tayari, unaweza ukakata. Nimeshakata vipande vyangu na hivi ni vipande vya mbele kama vinavyoonekana. Unatakiwa uache nafasi ya kushonea sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea kila upande. Kwa kipande hiki cha pembeni utaacha nafasi huku isiyopungua sentimita 4 ama inchi 1 na nusu. Kwa kipande hiki cha mbele kati nimekikata kwenye mkunjo. Nimekikata kwenye mkunjo na nimeachia nafasi ya kushonea sentimita 1 ama nusu inchi. Na kipande hiki cha bastia na chenyewe nimekikata kwenye mkunjo na nimeacha nafasi ya kushonea kila upande sentimita 1 ama nusu inchi. Na vipande vyako vyote utavikatia lining. Lakini pia vipande vyako vyote unatakiwa uvikazie na canvas. Na hivi ni vipande vya nyuma, hali kadhalika nimeacha nafasi ya kushonea sentimita 1 ama nusu inchi kila upande. Lakini hiki kipande cha nyuma mgongoni huku upande wa mgongo nimeacha nafasi ya zipu sentimita 4 ama inchi 1 na nusu. Na upande huu wa pembeni sentimita 4 ama inchi 1 na nusu. Vipande vyangu vya nyuma na vyenyewe nimevikata pamoja na lining kama inavyoonekana. Lakini pia nimekazia na canvas. Kwenye ushonaji utachukua vipande vyako vya mbele kama vinavyoonekana namna hii, utaenda kuviunganisha. Utabebesha namna hii, utaunganisha upande huu mwanzo mpaka mwisho hapo. Alafu na upande huu utaunganisha namna hiyo. Na kwa vipande vyako vya bastia utaenda utavibebesha namna hii. Alafu utashona hapa, utageuza uweke mikato na kupiga top stitch, alafu utafunga huku pembeni. Na kwa vipande vya nyuma utaenda kuunganisha namna hii. Utabebesha hapo, utaunganisha kama hivi, na hivi viwili vya upande huu utaunganisha namna hiyo. Kwa baada ya kuunganisha vipande vyangu vya mbele vitaonekana kama hivi. Lakini na ile bastia nimeshaiunganisha na yenyewe nimegeuzia, nimetop stitch. Kwa baada ya hapo utachukua sasa hii bastia yako, utaikunja namna hii, alafu utaweka alama pakati. Na hiki kipande chako cha mbele na chenyewe utakikunja hapa kati namna hii. Utalinganisha vizuri kama hivi, alafu utaweka alama hapo kati. Baada ya hapo utachukua hii bastia yako, utaenda ukaishonee hivi. Utalinganisha pale katikati, alafu utashona, utarudi nayo upande huu, ukimaliza utarudi nayo upande huu. Hapa nimesha shonea tayari hii bastia yangu kama inavyoonekana.
Na vipande vyangu vya nyuma baada ya kuunganisha vinaonekana kama hivi. Sasa zoezi ulilolifanya kwenye vipande vyako vyote vya mbele na nyuma utalirudia na kwenye vipande vyako vya lining. Kinachofuata hapa nitachukua lining yangu. Alafu nitachukua hiki kipande changu cha mbele, hii bastia nikiwa nimeikunja namna hii. Pale kwenye alama tuliweka mwanzo wakati tunaunganisha kipande cha chini na bastia. Hii alama unatakiwa uilinganishe na hapa kwenye lining. Ukishalinganisha alama yako hapo, unachotakiwa kufanya utatoka hapa, utakuwa unarudi, unashona, unaenda nayo, unakuja mpaka huko kwenye mkono. Sawa? Alafu utarudi na upande huu hivyo hivyo. Utaenda nayo, utarudi nayo mpaka huku kwenye mkono. Ukimaliza utageuza upige top stitch. Kwa ukishamaliza kushonea na huu mkono wako, ukapiga na top stitch tayari, kabla ya kugeuza nguo yako utashona na mikono. Utageuzia na huku kwenye mikono. Sawa? Utafanya hivyo na kwa mkono huu wa upande wa pili. Kwa hapa nimeshashonea na lining yangu kama hivi inavyoonekana, nimeshona mpaka na huku kwenye mkono. Kabla ya kugeuza nimeshonea na huku mkononi. Kwa hapa kipande changu baada ya kukigeuza kwa ndani kinaonekana namna hii, kipo neat kabisa, safi. Na kwa nje kitaonekana kama hivi. Kwa hapa vipande vyangu vya nyuma nimeshageuzia huku shingoni kama inavyoonekana. Kifuatacho hapa utachukua kipande chako hiki cha mbele. Sawa? Kipande chako hiki cha mbele utakichukua, utakiweka namna hii. Chukua huu upande wa mbele utauweka hapa namna hii. Utalinganisha hapa huu mshono. Alafu unaweza ukabana na pini kama hivi. Alafu utachukua hiki kipande cha lining utafunika hapa namna hii. Ukishafunika kama hivi, utalinganisha huku upande huu wa kwapa. Utalinganisha huu upande wa kwapa, alafu utaenda ukashone. Sawa? Wakati unashona hakikisha hiki kipande cha mbele kipo kwa ndani. Sawa? Kama hivi. Kwa utalinganisha hapa kwa pani ama mkononi hapa, alafu utashona namna hii. Kisha maliza utaweka mkato, utageuza nguo yako. Utafanya hivyo na kwa mkono huu wa pili. Kwa hapa nimeshashona tayari kama inavyoonekana, nimeshona hapo, alafu nimemalizia na huku kwenye kwapa. Mkono wangu ule wa mbele ukiwa upo kwa ndani. Baada ya hapo utaweka mikato kwenye kwapa hapo, alafu utapunguza na nyama za huku, then utageuza nguo yako namna hii. Ukishageuza mikanda yako inaonekana namna hii, inakuwa imeshajiseti tayari kama inavyoonekana. Kwa hiyo nimeshafunga huku pembeni, lakini pia nimeunganisha na hii nafasi ya zipu. Hapa kinachofuata utaenda kuweka vipimo vyako vya pembeni. Utashona pembeni huku. Kwa baada ya kufunga huku pembeni, kipande changu kitaonekana kama hivi. Utachukua kipande cha kitambaa ambacho utakitumia kama lining. Sawa? Hapa kipo kwenye mkunjo. Na urefu wa hiki kitambaa chako unatakiwa uchukue urefu mzima wa gauni yako. Utatoa kipande kile cha juu. Alafu kipimo kinachobakia ndo utapima urefu, utakuwa urefu wa hiki kipande chako cha lining. Upana utatumia kipimo chako cha mzunguko wa ipsi, kigawe kwa 4, jibu unalolipata, ongezea na sentimita 5 ama inchi 2. Na hapa mwanzo patakuwa ndio mstari wetu wa tumbo. Kwa utaingiza kipimo chako cha mzunguko wa tumbo, ukikigawa kwa 4, kipimo unachokipata utapima hapo. Alafu utaongezea na sentimita 2.5 ama inchi 1 kwa ajili ya kushonea. Sawa?
Na hapa kwenye hipsi utachukua kipimo chako cha mzunguko wa hipsi utakigawa kwa 4, jibu unalolipata utaliweka hapa. Alafu utaongezea sentimita 2.5 ama inchi 1 ya hizi. Alafu utaongezea tena sentimita 2.5 ama inchi 1 ya kushonea. Alafu utapima kutokea mwanzo hapo mpaka hapo. Kipimo hiki unachokipata hapa utakirudishia hapa chini kwenye mstari wako wa urefu. Kwa hiki ndio kitakuwa kipande chako cha mbele na utakitumia kukata vipande viwili vya nyuma na utaacha nafasi ya zip. Lakini kwenye kipande chetu hiki cha juu kuna haka ka V shape. Tunatakiwa na huku tuitengenezee hiyo nafasi. Wakati tuna draft kipande cha mbele tulishuka kutokea tumboni, tulishuka sentimita 8 ama inchi 3. Kwa hiyo na huku utafanya hivyo. Utashuka sentimita 8 ama inchi 3, utaweka alama alafu utaunganisha mpaka hapo mwisho pembeni. Alafu utaondoa hiki portion hapa. Utafuata hapa utaenda kuunganisha vipande vyako. Utaunganisha huku pembeni. Utaenda kuunganisha huku pembeni kama hivyo. Unatakiwa ukate kitambaa kipana kama hivi. Hapa mimi hiki kitambaa kipo kwenye mkunjo, nimekunja mara 4, lakini upana wa hiki kitambaa changu nimetumia kipimo cha hipsi mara 2. Kipimo cha mzunguko wa hipsi kabla hujakigawanya kizidishe mara 2. Itakuwa ndo upana huu wa kitambaa chako. Hapa mimi nimekikunja, hiki kitambaa kipo kwenye mkunjo. Urefu wa kitambaa chako utatumia kipimo cha hiki kipande chako cha lining, sawa? Lakini huku kwenye kitambaa ukishapima kipimo hiki cha lining, kwa chini huku utaongezea sentimita 10 ama inchi 4. Hii tutakuja kuitumia kugeuzia. Kwa utakunja kitambaa chako mara 4 kama hivi. Sawa? Ukiacha ile nafasi ya zip. Utaweka alama hapa kati. Utaweka alama na inapoanzia nafasi ya zip. Sawa? Lakini pia utaweka alama na huku pembeni. Alafu utakunjua kitambaa chako kama hivi. Utakunjua kitambaa chako kama hivi. Hapa patakuwa ndo mbele kati. Sawa? Hapa patakuwa ndo mbele kati. Kwa hapa utashuka sentimita 8 ama inchi 3 kama tulivyofanya kwenye kipande cha lining. Then utaunganisha mstari moja kwa moja mpaka kwenye alama zako zile za pembeni hapa. Alafu utakata, utaondoa hiki portion hapa. Kinachofuata hapa unatakiwa uende ukavute marinda. Sawa? Utavuta marinda kuzunguka mzunguko wako wote huu. Mzunguko wako wote huu juu, lakini pia utavuta marinda huku chini. Mwanzo mpaka mwisho. Kwa hapa nimeshashonea tayari vipande vyangu kama inavyoonekana. Na kitambaa changu hapa nimeshakivuta marinda juu kama hivyo na huku chini. Shonea huku chini. Hapa kinachofuata utachukua kipande chako kama hivi. Alafu utachukua na hiki kipisi chako cha lining utavibebesha namna hii, pande hizi za nje zikiwa zinatizamana. Alafu utaenda utashona, utaanza huku chini. Sawa? Utashona huku chini, utavutavuta marinda ili vitoshe na lining yako.
Ukimaliza utaflip, utageuza hivi, alafu ushone kwa juu. Shonea huku chini, alafu nikageuza, nimeshonea na huku juu kama inavyoonekana. Alafu nimefunga na huku pembeni. Utaenda kuunganisha sasa na hiki kipande chetu cha juu. Utashona namna hiyo. Utaunganisha kama hivi. Sawa? Alafu ukimaliza utatia na zipu. Shona nguo yangu imeshakamilika kama inavyoonekana. Baada ya kuunganisha hapo, inaonekana namna hiyo. Lakini pia nimeshatia na zipu tayari huku nyuma. Hapa nguo yangu ipo tayari. Na huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Panapo majaliwa tukutane tena wakati mwingine kwa ajili ya video zaidi za ushonaji. Bye bye.